Kufuatia kuzuiwa kwa mkutano wa hadhara wa kiongozi wa chama cha siasa nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye ni John Heche kule Mbeya, hili limemuibua rais wa Tanganyika Law Society ambaye ni Boniface Mwabukusi, na kupitia ukurasa wake wa X, zamani ulifahamika kama Twitter, hajaamua kukaa kimya na kaandika ujumbe ambao na unukuu kwa muda huu kupitia Dream TV. Kwanza subscribe hapo, lakini pia usisahau kushirikisha taarifa zetu kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mimi naitwa Manon na hii ni Dream TV. Na nukuu ambacho amekiandika Mwabukusi kupitia ukurasa wake wa X, zamani ulifahamika kama Twitter: kwa kuimarisha hoja hii na urahisi, warejea hapa chini na vifungu vya katiba na sheria ya vyama vya siasa vinavyoimarisha msimamo wangu. Namba 1, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 ibara ya 20 kifungu cha kwanza, akamenukuu hapa: kila mtu ana uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani, na hasa kwa madhumuni ya kuanzisha au kujiunga na vyama au mashirika mengine yanayoshughulikia mambo ya siasa au mambo mengine. Mwisho wa kunukuu. Ibara hii inathibitisha kuwa mikutano ya vyama vya siasa ni haki ya kikatiba na haiwezi kuzuiwa bila sababu za msingi zinazokubalika kisheria. Ibara ya 21 kifungu cha kwanza na kifungu cha pili, akawa amenukuu pia hapa: kila raia anayo haki ya kushiriki shughuli za utawala wa nchi, ama moja kwa moja au kwa njia ya wawakilishi waliochaguliwa kwa mujibu wa sheria. Kila raia anayo haki ya uhuru wa kushiriki kwa amani na bila woga katika mchakato wa kidemokrasia wa kuamua uongozi wa nchi yake. Hii ina maana kuwa kuzuiwa kwa vyama vya siasa kufanya mikutano ni kukiuka haki za kidemokrasia za raia. Namba 2, sheria ya vyama vya siasa sura namba 258 kifungu cha 9 kifungu cha 9 cha kwanza C, akawa amenukuu pia hapa: chama cha siasa kitakuwa na haki ya katika shughuli za siasa, ikiwa ni pamoja na kufanya mikutano ya hadhara kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sheria hii inatoa haki ya kisheria kwa vyama vya siasa kufanya mikutano bila kuweka vikwazo visivyo vya msingi. Kifungu cha 11 cha kwanza na cha tatu: kila chama cha siasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria hii kitakuwa na haki ya kuendesha shughuli zake kwa uhuru kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hakuna mtu yeyote atakayekizuia chama cha siasa kilichosajiliwa kuendesha shughuli zake kwa mujibu wa sheria hii. Hii ina maana kuwa vitendo vya kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni matumizi mabaya ya madaraka, vinakinzana na sheria za nchi. Namba 3, sheria ya Jeshi la Polisi na Huduma za Usalama sura ya 322 kifungu cha 43, polisi watawajibika kuhakikisha usalama wa mikutano ya hadhara kwa lengo la kulinda amani na utulivu, na sio kuzuia mikutano hiyo bila sababu za msingi. Jeshi la Polisi lina wajibu wa kulinda mikutano ya hadhara, sio kuzuia kwa misingi ya kisiasa. Tuna namna mbili: tuishi kwa kuheshimiana, tulijenge taifa letu, au tuishi kijinga, tuharibu taifa letu. Ujinga ni
kutoheshimu sheria na katiba. Kumbuka kwamba kuzuia mikutano ya vyama vya siasa bila sababu za msingi ni kinyume cha katiba na sheria za nchi. Vyama vya upinzani vina haki sawa na chama tawala kufanya mikutano ya hadhara. Yeyote anayezuia haki hii anatumia vibaya madaraka na ana jukumu na anahujumu demokrasia. Lakini pia mwisho, hili ni suala la utawala wa sheria na lazima polisi na ofisi za msajili wa vyama vya siasa Tanzania wawajibike kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Sasa huu ni ujumbe ambao ameuandika rais wa Tanganyika Law Society ambaye ni Boniface Mwabukusi baada ya kuzuiwa kwa mkutano wa hadhara wa kiongozi wa chama cha siasa nchini Tanzania kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni John Heche kule Mbeya. Mawazo yako ni yapi kuhusiana na hiki ama kuhusiana na hili vuguvugu ambalo limetokea kwa siku ya leo kule Mbeya, lakini pia mawazo ambayo ametoa rais wa Tanganyika Law Society TLS ambaye ni Boniface Mwabukusi? Niandikie hapo chini. Hii ni Dream TV, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kushirikisha taarifa hii kwa marafiki wengine. Mimi naitwa Manon na asante kwa kuendelea kuifuatilia Dream TV.